na karibu katika historia ya kumwelezea Mtakatifu Agustino, maisha yake ya awali hadi sasa alipofikia. Kaa nami mwanzo mpaka mwisho uweze kujua mengi kuhusiana na Mtakatifu Agustino. Tarehe 28 mwezi Agosti kila mwaka, hii ni siku ambayo Kanisa Katoliki ulimwenguni humheshimu na kumkumbuka mtakatifu, askofu na mwalimu wa kanisa ama daktari wa kanisa na mtetezi wa imani ya kweli. Huyu si mwingine bali Mtakatifu Agustino. Mtakatifu alitoka nchi ya Algeria, Mwafrika kabisa. Alitoka katika misha na sana kwa mtakatifu mkubwa wa duniani. Jina kamili la Mtakatifu Agustino ni Aurelius Augustinus Hipponicus, iliko jina la asili alilopewa na wazazi wake. Mtakatifu Agustini alijulikana kama mtakatifu wa Hippo. Amzaliwa Tagast, sasa ni Thauko Aras, huko nchini Algeria. Mtakatifu Agustini alizaliwa mnamo Novemba 13 mwaka wa 354 before Christ, na mauti yalimkuta mnamo mwaka wa 430 BK Agosti 28. Mtakatifu Agustini alikuwa mmoja wa wanafalsafa na wanateolojia wakuu wa Kikristo katika historia. Alihamia kutoka maisha ya dhambi hadi kuwa mtakatifu, mchungaji wa roho na mwandishi wa vitabu vilivyoathiri sana mafundisho. Maandishi yake yameacha alama ya kudumu katika teolojia ya Magharibi na falsafa ya Kristo kwa jumla. Mtakatifu Agustino alizaliwa katika familia tabaka la kati mjini Tagast, Afrika ya Kaskazini, huko leo inajulikana kama Algeria. Babake Patricius alikuwa mpagani asijali sana dini, lakini mama yake Monica alikuwa Mkristo mwenye imani ya dhati ambaye alitangazwa kuwa mtakatifu pia baada ya miaka mingi kupita. Mtakatifu Agustini alipokea elimu bora sana ya Kilatini na rhetorics ama dhana ya hotuba, na baadaye akaenda katika masomo ya juu. Mtakatifu alikuwa kijana mwenye akili nyingi, lakini pia aliingia katika maisha ya uasherati na anasa, jambo lililomsumbua sana akili mama yake Monica. Kwa muda mrefu Agustino aliishi maisha ya dhambi huku akitafuta ukweli wa maisha. Mtakatifu alijiunga na dhehebu Manichaeism lililofundisha dualism ya mwanga na giza, lakini baadaye alikosa kuridhika na hilo shirika na baadaye kujinyakua ili kwenda kukaa mwenyewe. Baada ya kuhama Afrika na kwenda Roma kisha Milani, Agustino alikutana na askofu maarufu Mtakatifu Ambrose ambaye alishawishi sana mabadiliko ya kiroho katika maisha yake. Mtakatifu Agustino kupitia mafundisho ya Ambrose na athari zilizoisha za mama yake Monica, Agustino alianza kuona nuru ya Kristo. Mnamo mwaka wa 386 akiwa na umri wa miaka 31, Agustino alifikia hatua ya mabadiliko ya maisha. Katika bustani moja ya mjini Milan, alisikia sauti ya mtoto ikisema Chore Roch. Hii ni maneno ya Kilatini ikimaanisha chukua usome. Alipofungua Biblia, alisoma waraka wa Mtume Paulo kwa Warumi mstari wa 13, sura ya 13 mstari wa 13 hadi mstari wa 14 kuhusu kuachana na maisha ya anasa na maisha dunia. Mnamo mwaka wa 387 Agustino alibatizwa na askofu Ambrose pamoja na mtoto wake aliyeitwa Adeodatus. Baada ya ubatizo, Agustino alirudi Afrika ambako alianzisha jumuiya ya Wamonaki. Mwaka wa 395 alifanywa kuwa askofu msaidizi wa Hippo Regius, sasa Annaba, Algeria, kujulikana kwa jina hilo, na mwaka mmoja baadaye akawa askofu mkuu wa Hippo. Alitumia maisha yake kuhubiri, kufundisha na kuandika vitabu vingi vya tafakari za kidini kupinga mafundisho potofu kama Adventistis, Manichaeism na Pelagianism. Mtakatifu Agustini aliandika vitabu mbalimbali, hasa vitabu vikuu vinne ambavyo aliviandaa kwa ajili ya kupinga mambo mabaya yanayotendeka. Kitabu cha kwanza kilijulikana kwa jina Confessions ama maungamo. Wasifu wa kitabu hiki ilikuwa ni kueleza na kusimulia maisha yake pindi alipokuwa akifanya dhambi, uongofu na safari ya imani. Ni moja ya mabadiliko ya kwanza kabisa ya kiroho ya mtindo wa maungamo kwa Mungu. Kitabu cha pili alichokiandika kilikuwa The City States, mji wa Mungu. Kitabu kikubwa kilichoandikwa baada ya Warumi kuvamia Roma, kikieleza tofauti kati ya mji wa Mungu na mji wa dunia. Kitabu cha tatu kilikuwa kinaitwa Ufafanuzi wa fumbo la Utatu Mtakatifu. Kitabu cha nne kinaitwa Kristani. Mtakatifu Agustino alifariki dunia mnamo mwaka wa 430 wakati wa Vardars
Ephesus walipokuwa wakizingira mji wa Hippo. Aliaga dunia akiwa na umri wa miaka 75 na mwili wake ulihamishwa baadaye hadi Pavai, Italy. Alileta mwanga mpya kwa teolojia ya neema, uhuru wa binadamu na wokovu. Maandishi yake yamekuwa msingi kwa kanisa Katoliki, Anglikana na hata baadhi ya makanisa ya Kiprotestanti kama vile yale ya Calvin. Alitangazwa kuwa daktari wa kanisa kwa sababu ya mambo aliyoendelea kufanya hasa akiwa hai. Mtakatifu Agustino anatufundisha kwamba hakuna aliye mbali sana na huruma ya Mungu, kutoka kwa maisha ya dhambi hadi kuwa mkombozi wa kweli. Imani, historia yake na ushuhuda wa neema, imani na nguvu ya sala ya mama umetambua kwa ajili yako, Mungu, moyo wetu hauna utulivu. Ni maneno ya Mtakatifu Agustino. Wewe kama unatenda dhambi, wewe kama ukiwa hai, jaribu kuwa mwokovu, unatenda dhambi, jaribu kuwa mwokovu ili baadaye tuje kuwa. Jina langu ndo Frank Jendi, kutoka Sinazia.